Rich Eze ni mmoja kati ya wachezaji ambao George Magunga watu wanaona kama hana ile justice ambayo anapaswa kuipata moja kwa moja ndani ya kikosi cha mwalimu Arteta, kwa sababu haiwezekani, yani pamoja na hizo performance ambazo anazionyesha pindi akipata nafasi, lakini mwalimu waga anamweka bench. Anacheza mtu kama Martin Odegaard, lakini ukimwangalia mtu kama Eze anapata nafasi na ana deliver. Michezo miwili dhidi ya Spurs, magoli 5. Unajua hata mimi pia na huo mjadala kama unakumbuka. Na anamuelewa Arteta kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo mwalimu anafanya ni kuangalia kumprofile mchezaji wake na kujua nini ambacho anaweza kumpa katika kiwango cha juu, kiwango cha wastani, na kitu gani ambacho hawezi kutoa kabisa ama anaweza akatoa lakini katika kiwango cha kawaida. Eberechi Eze sio midfield playmaker ama sio kiungo mshambuliaji ambaye ni mithili ya Martin Odegaard. Anaweza kadhibiti tempo kwa maana kasi ya mchezo, ana uwezo wa kudictate, kuamuru timu icheze katika mazingira yapi. Eze ni kiungo mshambuliaji ambaye ni risk taker. At any time, muda wote unapompa mpira mguuni, huwa ana huo ujasiri, ana huo uthubutu wa kutaka kuona vitu vikitokea. Ni carrier mzuri, ana uwezo kupokea mpira kwenye maeneo ya msongamano wa watu wengi, maeneo finyu zaidi, yenye pressure kubwa zaidi, na akafanya kile ambacho anaona yeye ni sahihi na anatakiwa kufanya. Lakini Arteta pia anatakiwa kujua kwamba Odegaard ni playmaker, ni controller, lakini pia defensive awareness ya Odegaard ni kubwa sana. Yani Odegaard tunasema timu ikiwa na bila ya mpira kuna vitu lazima timu ifanye. Jambo la msingi ni kujua namna gani tuna place wapi na muda gani. Hivi ni vitu ambavyo nafikiri hapa ndipo ambapo Odegaard mbeba ramani ya Arsenal kwenye ile eneo. Kuanzia kwenye intensity, kutrigger place, wapi tunaenda, nini tunafanya. Eze hicho ni kitu ambacho kwake kinampa tabu. Lakini mwalimu lazima ubalance risk. Kwamba hata kama namkosa huyu, lakini pia Eze kuna kitu ambacho anaweza kanipa. Tulikuwa tuna discuss kwamba Arsenal ina struggle sana kuunda mashambulizi yake ama nafasi za kufunga kwa kutumia njia katikati ya kiwanja. Of course haimaanishi kwamba wakifunga kwenye set pieces ama wakifunga kwa kupasi around pembezoni mwa kuta za ulinzi magoli sio mazuri. No, lakini tulikuwa tunaona okay, umemshamleta Eze. Lengo la kumleta Eze ni kukupa kile ambacho ulikuwa huna kwenye game mode yako. Na nafikiri anaendelea kuboresha game yake. Simuoni Eze kama namba 10 ya Eze, si kama Fabregas, yani au Kevin De Bruyne, yani namba 10 ambaye anaweza katawala final side yote. Akawa kushoto, katikati, kulia. Eze ni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye ni kama Florian Wirtz, mchezesha 10 lakini awe upande wa kushoto. Yani kana kwamba upande wa kulia tafuta namna ya kufix, lakini amchezeshe upande wa kushoto. Sio wide sana lakini awe ndani. Kwa sababu anapokuwa kwenye nusu nafasi upande wa kushoto, Eze ameoperate vile akiwa ndani ya kikosi cha Crystal Palace na amefanya katika ukubwa wa hali ya juu sana. So na mimi ni propose kwamba hata kama unataka kumtumia Odegaard ndani, mtumie Eze kama wingo upande wa kushoto.